tuielewe hata watoto wetu wadogo. Tunaanza introduction yangu, tutaanza kwenye kitabu cha Exodus chapter 3 verse 11. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Sasa mimi ni nani? Hilo fungu linaonyesha ya kwamba Musa kuna kitu kinamsumbua, especially hiyo safari ya kwenda Misri kwa Farao na kuwatoa Waisraeli watoke huko, inamsumbua akili. Kwa muktasari, hawa watu walienda Misri wakiwa watu 70, watoto wa Yakobo. Na wakati Musa anakwenda kuwatoa, walikuwa wanaume peke yao 1600 wanaume peke yao over 18 years, wanaume peke yao. Ukiongeza wa mama, one man one wife, ni wangapi sasa kwa jumla? 1.2 million. Ukiongeza one man two children inakuwa wangapi? 2.4. Si mfanye mahesabu haraka. 2.4. So mbele ya Musa aliona watu more than 2 million. Na Mungu amemwambia enda watoe huko, wapeleke wapi? Wapeleke Misri tena, watoe Misri, wapeleke Misri. Canaan. Wapeleke wapi? Canaan. You remember the great Exodus now. Hawa watu walikuwa wamekaa huko miaka mingapi? Miaka 430. Walienda wakiwa wangapi? 7. Wakazana kwa miaka 430, wakafika wangapi? More than 3 million. Sasa wakiwa wengi kiasi hicho, ndio Mungu anasema nataka nikutume huko watoe watu wangu huko. Wamepigwa sana na wamelia sana na wameomba sana, wamepigwa viboko sana. Sasa Musa, enda watoe. Do you remember Musa alizaliwa huko? Kwa hiyo kipindi ya miaka 400 alizaliwa huko. Do you know Musa alienda akachukuliwa na binti Farao, akafanya mtoto wa binti Farao, akakaa state house miaka 40. Miaka mingapi? Na siku moja akagonga mtu. Siku moja akafanya nini? Akijaribu kuokoa. Alipogonga mtu alienda wapi Musa? Ilibidi atoroke aenda wapi? Jangwani. Kule jangwani akapata neema kwa mzee mmoja anaitwa nani? Jethro. Akampatia nini? Mke. Sawa. Na akapewa nini tena? Kazi. Hiyo kazi ya kondoo kuchunga, alichunga miaka mingapi? 40 tena. 40 ile nyingine, sasa na 40. Musa alisomea Misri, university zile za ajabu za Misri. Lakini masomo yote ilikuwa ni bure. Alipoenda jangwani miaka mingine 40, ilikuwa ya kutoa hiyo masomo yote ya Kimisri. Toka yote. Mpaka akashindwa kuongea Kiingereza, akaanza kuongea lugha ya stammering. Sasa ndio Musa anamuita. Kwa katika kichaka kinawaka moto lakini hakiteketei. Musa, nimesikia vile watu wangu wanalia huko Misri. Hiyo ni 3:7. Sasa nimesikia, ninajua vile unavyosikia. Sasa Musa, enda uwatoe. Sasa ndio Mungu anamuuliza, Musa anamuuliza Mungu, sasa mimi ni nani gaki? Mimi ni nani? Nikijilinganisha mimi na hiyo watu, mimi ni nani sasa? Hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri. Akasema bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. What a wonderful God. Mungu alimwambiaje Musa? Bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. Alright. Na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii. Utakapokuwa umekwisha kuwatoa hawa watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akapewa guarantee, I will be with you. Na dalili, ishara ya kwamba mimi ndio nimekutuma, akapewa fimbo. Church budget ya kutoa wana wa Israeli huko. Alipewa pesa ngapi? Fimbo. Baada ya nini? Pesa. Ya mapesa. Musa alisumbuka akili sana.
Kinachomsumbua Musa ni nini? Number one, budget ya kuwatoa Waisraeli wapi? Misri. Watu wangapi? 3,000,000. Kuna watoto, kuna wakongwe akina shosho na guka, na kuna ng'ombe na kondoo na kuku. Budget ya kuwatoa huko kuwapeleka wapi? Canaan. Barabara ni wapi? Jangwani. Na jangwani hakuna traceable road. Huwezi kusema barabara inakuwaga hapa. Jambo la pili, jangwani hakuna soko mjinga ya kununua ndizi. Jangwani hakuna maji. Na hakuna miti ya kujikinga jua, umbrella hakuna. Halo? Hakuna umbrella, hakuna soko mjinga, hakuna maji, hata mahali ya kununua ndizi hakuna. Sasa Musa akasema, hai, wako hapa mimi siendi hiyo safari siwezi. Watoto watakula nini? Ng'ombe wataniitiza maji, watakunywa wapi? Mimi mwenyewe na hiyo Farao vile ninavyomjua, hiyo haiwezekani. So wakati Musa anasema mimi sasa ni nani? Haya, hebu soma lingine. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, nitawaambia nini? Niende kwa wazee wa Kiisraeli wameteseka miaka 430, niwaambie Mungu amenituma, Mungu wa baba zenu? Wakiniuliza na huyo Mungu anaitwa nani, nitawaambia nini? Haya, Musa alikuwa anasumbuliwa na nini? So in short, Musa alikuwa anasumbuliwa na nini? Simuniambia haraka. Musa alikuwa anasumbuliwa na nini? Na uoga. Aisha ni uoga. Uoga wa nini? Yes? Alikuwa anasumbuliwa na nini? Kulingana hiyo mafungu ambao nimesoma. Musa anasumbuliwa na nini? Aliona hawezi. Hana uwezo. Nini ingine? Identity. Kulikuwa na shida aliyoacha huko, alijua akienda huko labda atauawa kwa sababu. So alikuwa anaogopa nini? Hata kifo. Tuandike hiyo maneno. In fact samoni yangu ni ndefu sana, nitaikata. Musa alikuwa kulingana hiyo mafungu tumesoma, Musa alikuwa anasumbuliwa na nini? Number one, si tuandike hiyo maneno, ulisema nini? hivyo. Death threat. Ile nyingine ya kwanza ilikuwa ni gani? Uoga. Alikuwa anasumbuliwa na uoga. Ingine ni nini? Budget. Very good. Alikuwa anasumbuliwa na budget, pesa ya kuongoza hawa watu wote. Jambo la nne, ukubwa wa kazi ambao amepewa. Ukubwa wa kazi. Kutoa tumishi watu 3,000. Hata hiyo sio shida hela. Kama pesa iko hakuna shida hapo. Lakini alipewa fimbo ndio chache budget. Nini ingine kwa namsumbua Musa? Chakula. Nini tena? Maji. Nini tena? Umbrella. Jua kali jangwani. Ingine security. Ingine jangwani usiku kutembea ni ngumu. Giza totoro. Alikuwa anasumbuliwa na nini? Na torch. Hana torch. Hakuna barabara. Sasa ndio Musa anaanza kujitetea. Sasa mimi ni nani? Hii kitu itawezekana kweli? Akaanza kukataa. Sikiliza, hata alitaka kujua na wewe Mungu kule Misri. Wa Misri walikuwa na miungu zaidi ya 200. Mungu wa River Nile, Mungu wa fertility, Mungu wa mikasa, Mungu wa magonjwa. One God, one problem. So Musa aliona miungu mingi wapi? Misri. Sasa kulingana na shida za wa Misri, miungu yao pia ilikuwa ni mingi.
Sasa Musa anasumbuka na wewe sasa, na unajua jina Mungu ni solution, ni uwezo. So Musa anapouliza Mungu, na wewe unaitwa nani? Alikuwa anamuuliza Mungu, na wewe uwezo wako ni gani? Uwezo wako ni gani? Na hii shida yote ambayo iko mbele yangu, unaweza kweli? Mimi nikienda huko waniulize unaitwa nani, itasema ni nani? Leo peke yake situjue hiyo jina peke yake, leo tumalize Samuel. Haya, fungu la 14. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Mimi niko ambaye niko, ndiye amenituma. Haya, akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, semicolon, mimi niko amenituma kwenu. Sasa mniambie Mungu anasema nini? Na anaongea na mtu ambaye anasumbuka akili. Kinachosumbua Musa ni nini? Chakula, barabara, security, tochi, jua kali. By the way, hiyo jangwa ungeshika mawe tu, kushika mawe hivi unachomeka mikono. Inaitwa milima. Kulikuwa na milima yenye mawe ya moto, na kulikuwa na wadudu wakali sana, walikuwa wanaitwa nge. Walikuwa nauma watu miguu na unakufa. Na Musa alishitwa, sasa hii yote ni mimi watu wote watakuwa kwa mikono yangu kweli? Na watakula nini hizo? Na barabara iko wapi? Alafu Mungu anamwambia, enda waambie mimi niko ambaye niko. Haya, soma kwa Kiingereza. Soma kwa Kiingereza. And God said to Moses, Yes. I am whom I am. Sasa hiyo ni kusemaje, dada Agnes? I am whom I am. Hela ndego, sasa hiyo ni kusemaje? I am whom I am. Haya, maliza dada Agnes. Kuna jina lingine la pili liko hapo. Thus you shall, okay, and he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me. So nani amekutuma? I am. Mtu ambaye amekutuma anaitwa nani? I am. I am. Sasa tuunganishe mambo yote. Mungu anasema nini? Jina la kwanza, ametoa majina mangapi? Mawili. Jina la kwanza ni gani? Enda uambie wana wa Israeli, jina yangu ndio hii, mimi niko ambaye niko. Jina la pili ni gani? I am. Mimi niko ndio amenituma. I am has sent me. Musa nangojea Mungu amwambie uwezo wake ndio akubali ako na Mungu behind. Atakapoenda kuwatoa wana wa Israeli na kuwapeleka Canaan, anadili na Mungu mwenye uwezo wote. Alafu sasa hapa sasa Mungu anamwambia Musa, enda waambie wana wa Israeli, mimi niko ambaye niko ndio amekutuma. Semicolon, I am has sent me. Hello? Yes. We are introducing our wonderful God ambaye anaitwa the great I am. The great I am. Mungu wetu wa ajabu anaitwa the great I am. Sasa soma ya Kiingereza. Hiyo umekuwa umesoma ya Kiingereza. Rudia hiyo laini. And God said to Moses, Yes. I am whom I am. I am whom I am. The great I am. I am whom I am. Kikuyu inasemaje? Kikuyu inaharibu ama inatengeneza vizuri? Hebu soma. Ngai akĩra Musa atĩrĩ, niĩ ndũire o ta ũrĩa ndũire. Nĩ kuuga atĩ ũguo, niĩ ndũire o ta ũrĩa ndũire. Niĩ ndũire o ta ũrĩa ndũire. Ũtũraga atĩa tũtwĩre? Niĩ ndũire. Niĩ ndũire. Sasa Biblia yangu ya zamani nzuri sana inafafanua vizuri. Hii maneno iko hapa chini inasema the word, hii majina mimi niko ambaye niko, maana yake ni very simple, nitakuwa kama nitakavyokuwa. Andika hiyo maneno sasa. Nitakuwa kama nitakavyokuwa. Alafu wakasema au ndimi nilie. Ndimi nilie, I am.
ndimi nilie, nenie. Alafu pale chini tena wameandika hivi, hii jina la pili, I am. I am wanasema nitakuwa au ndimi. Sasa ndimi ni kusemaje kwa Kiingereza? Ndimi. Kwa Kikuyu ndimi. Oh, very good. Nenie. Sasa I am kwa lugha rahisi ya Kikuyu nenie. Ndimi ama nitakuwa kwa Kikuyu nitakuwa negotueka. Na ile jina la kwanza nenie ndoire. Oria ndoire. Sasa watu wengi wameshindwa kuweka hiyo majina vizuri. Na hata kusikia wakihubiri jijue hii kitu wanachanganyikiwa sana. Sasa leo nikupatie muhtasari wa habari. Musa alikuwa anasumbuliwa na nini? Budget. Alikuwa anasumbuliwa na nini? Budget. Na Mungu anasema nini? Nitakuwa. Hebu rudia. Musa anasumbuliwa na nini? Kwa hivyo Mungu amesema yeye ni nani? Mimi ndio budget. No budget. Neni sema hivyo. Who is the budget? Where will I get the budget? I am that budget. I am. Barabara itatoka wapi? Mzendegwa. I am. Nenie jere yora sharia. I am. Tutatoa wapi maji ya kunywa? I am. Nitakuwa. Hii tafsiri nitakuwa ama ndimi. Maji itatoa wapi? Ndimi. Hiyo maji inakusumbua akili. Halo? Yes. Mnanipata lakini? So wakati Musa anasumbuliwa na pesa, Mungu anamwambia Musa, enda waambie wana wa Israeli, mimi ambaye nimekutuma, ninaitwa nini? I am, the great I am. Mungu ambaye amenituma ni huyu ambaye anasema nini? Mungu ambaye ni kila kitu ambacho tunahitaji ndiye amenituma. Mnasumbuliwa na chakula, Mungu ambaye ni chakula ndiye amenituma. Mnasumbuliwa na maji, Mungu ambaye ni maji ndiye amenituma. Mnasumbuliwa na security, Mungu ambaye ni usalama wetu ndiye amenituma. Mnasumbuliwa na barabara, Mungu ambaye ni barabara ndiye amenituma. Na Mungu alielezea hilo jina kulingana na mambo yalikuwa yanamsumbua Musa. Yalimfanya Musa aogope. So Mungu alikuwa anamwambia, hebu soma hii fungu lingine liko hapa mbele. Verse 15, soma verse 15 kwa Kiingereza. Moreover, yes, God said to Moses, yes, thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers and the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Mungu alimwambia Musa, go and tell them this is my name forever. Hiyo ndio jina langu. In short, Mungu anamjibu Musa kulingana na yale mambo yanasumbua Musa kwa kichwa yake. Anasumbuliwa na budget, na security, na barabara, na kila kitu ambacho anaona kiko barabarani. Hakuna soko mjinga, hakuna chakula, hakuna maji, hakuna umbrella, hakuna miti ya kivuli barabarani. Hakuna madawa. Wakiumwa na hii nge, nani atawatibu? Watakula nini? Mungu anamwambia Musa, enda waambie wana wa Israeli, Mungu ambaye ni kila kitu tutahitaji ndiye amenituma. Halo, nimejibu vizuri hiyo? Mungu ambaye ndio hiyo kitu ndio inakusumbua. Mungu ambaye ndio yeye hiyo kitu ambayo inakusumbua ndiye
Umenituma. Na ukiangalia hili jina vizuri, I am nenie, ni jina la Mungu ambalo halijakamilika. Because nikisema I am, na ngoja uelezee kabisa. Naye Mungu ni wa ajabu, anasema I am nini? Sasa wewe ndio utajaza, si yeye atajaza, ni wewe utajaza. Na utajazaje? Kulingana na kile ambacho kinakusumbua. Nimesemaje by the way? Mungu atakuwa kile ambacho kinakusumbua, atakuwa solution. So the name of God, I am, this a name of God with a verb to be. Jina la Mungu ambalo liko na the word verb. Verb ya kuelezea atakuwa nini. So Mungu anamwambia Musa, Mungu ambaye ni kila kitu tutahitaji ndiye amenituma. Jina la kuondoa hofu na mashaka. Hii safari tusiogope. Anayetuongoza ni Mungu ambaye ni kila kitu. All mighty, all powerful, all everything. All everything God. So tutakapofika mahali tuhitaji maji, nani atakuwa maji? Nitakuwa. I will be. Na nikasema the word I am ni jina la Mungu ambalo halijakamilika. Atakayekamilisha ni muombaji mwenyewe, ni mwenye shida mwenyewe, ni wewe mwenyewe. So wakafika mahali Musa aliwatoa finally, aliwatoa. Wakaenda safari ya siku 3, wakafika wapi? After 3 days walifika wapi? The Red Sea. The Red Sea, what was the problem at the Red Sea? Njia. Si chakula. The problem at Red Sea was what? Ni njia peke yake. Walikuwa wanahitaji njia. Walihitaji njia. At Red Sea walihitaji njia, sio nguo. Walikuwa wanataka nguo, walihitaji njia. So wakaanza kulia na kugombana na Musa. Musa akachanganyikiwa, akaulizwa, what did I give you? Umesahau mimi ni nani? Umesahau mimi ni nani? Wacha kulia Musa. Have you forgotten whom I am? Hiyo fimbo nilikupatia ndio budget ya kutosha ya kutafuta barabara. Inua hiyo fimbo, elekeza kwa maji, barabara ikapatikana. Kwa nini? Walipofika Red Sea walihitaji njia. Mungu akawa nini? Akawa njia. Wakasonga. Ikafika mahali walihitaji chakula. Mungu alitoa nini? Mana kutoka wapi? Mbinguni. Na walikula mana miaka 400, miaka 40. Imagine, mikate inapikiwa mbinguni inaanguka. Kazi yao tu ni koya. 40 years. 40 years. Why? Nani atakuwa chakula? I will be. Nitakuwa. Nani chakula? I am. Nani hiyo? Wakafika mahali jua ikawachoma sana. Walihitaji nini? Umbrella. Walihitaji nini? Na hiyo kivuli. Mungu alifanya nini? Alilete umbrella yake. Akina nani? Mawingu yakaja mazuri sana, ikawafunika. Hewa ikabadilika. Hawangetembea mchana jangwani, lakini walitembea. Kwa maana hewa mzuri ya kusafiri imekuja na umbrella imekuja, wamefunikwa, wakatembea. Because walihitaji umbrella, Mungu akawa umbrella. Haya. Kulikuwa na manyoka ya kuuma watu barabarani. Hawakuumwa. Maana Mungu alikuwa tayari ni dawa yao. Walihitaji nguo. Hakuwa na soko mjinga ya kununua nguo ya mtumba. Na viatu. Walivaa viatu pea moja 40 years. Walivaa nguo pea moja miaka 40 ya safari yote. The great I am. Mimi ndio nguo yako. Imagine Mungu analinda nguo isiraruke miaka 40. Hello? Analinda nguo isifanye nini? Na kiatu isiende kombo. Na isikatike, wasiumwe na wadudu miaka 40. Wakafika mahali ambapo sasa wanatembea mpaka usiku. Na walihitaji nini? Mwangaza. Mungu alifanya nini?
Alileta nuru yake ikawamulikia usiku, na wanatembea usiku vizuri kama ni mchana. Ikifika mahali hakuna maji, Mungu anamwambia Musa, ongea na mawe. Mawe, miracles, mawe itoke maji. Of all things, brother Dan, of all things, mawe inaweza toa maji. Sasa angeambiwa lima shimo, chimba shimo, ingekuwa afadhali kueleweka. Lakini mawe, ongea na mawe, itatoa maji. Imagine. Yohana peke yake ndiye alikuja kugundua siri zote ambazo Musa alikuwa anasikia kwa Mungu. Maana Yohana alisema ya kwamba aliquote vile Yesu yeye ni nani. Yohana alisema ya kwamba I am the way, the truth and the life. Hakuna mwingine alisema hivyo, ni Yohana. Alisema nini tena Yohana? Hiyo ni moja. Alisema vitu 7. I am the way, the truth and the life. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni gani? I am the light of the world. Wonderful. Ya tatu, I am the bread of life. Ni Yohana pekee yake ameandika hiyo story ya bread. I am the bread of life. Nini nyingine ya ine? Exactly, John 11. I am that resurrection. Unaogopa kifo I am the resurrection and the life. Nyingine ni gani? Ziko 7. Na yote ni Yohana ameandika. Water of life. Water. Maji, nani maji ya uzima? I am the living water. Yeye ndiye maji ya uzima. Ingine ni gani? Na ni Yohana pekee ameandika, si Marko. Maana alijua hili jina ambalo Mungu anasema I am. I am. Yohana akakuja kusema okay, kumbe ni hivyo akaandika Yesu akisema I am the living water. I am the way. Ni barabara inakusumbua I am the way. I am the truth. I am, unaogopa kifo? I am the resurrection. Usiogope kufa. Utakufa, utazikwa, nitakutoa kaburini. Haleluya. Waisraeli walipoelewa hiyo siri zote, ndio walifuata Musa vizuri. Na Musa alipoelewa Mungu ni nani kwa maisha yake na kwa uongozi wake na kwa utumishi wake, aliwaongoza bila maana Musa alijua tukifika mahali barabara ikosekane, nani atakuwa barabara? Ni Mungu. Tukifika mahali chakula ikose, nani atakuwa chakula? Yes. Tukifika mahali taa ihitajike, nani atakuwa taa? Ni Mungu. So I will be whatever you want me to be in every situation. That's the name of God. So tunasema hivi, alipokuwa anasema I am, siku ya leo Mungu ni nani kwa maisha yako? Anaitwa the great I am. Inategemea saa hii unataka Mungu awe nani. Unataka Mungu awe nani? Kama unataka school fees, then the name of God will be what? I am. Maliza hiyo kitu. I am your school fees. Tukitaka Mungu awe daktari wetu, Mungu atakuwa nani kwetu? Daktari. I am The doctor. Tabibu mkuu, si ni kweli? I am. Tukitaka Mungu awe my husband. Kuna mtu anatafuta husband hapa. Shida yake ni husband. So Mungu ni nani kwake? Husband. Anakuwa husband. Mungu atakuwa chochote ambacho tutahitaji. Tena sio kila saa, maana kila saa hatuhitaji one thing. We need so many things in different seasons. Ni kweli? That's why Mungu alimwambia Musa jina lake sio limited kama za Wamisri. Miungu ya Kimisri ilikuwa limited kwa njaa peke yake, kwa security peke yake, kwa magonjwa peke yake, kwa wakati wa kupanda peke yake. So they needed so many gods. Maana Mungu moja hangeweza hiyo kazi zote. That's why Mungu anamwambia Musa, mimi sio kama wale wa Kimisri. I am not limited to one problem. Don't limit me to your own problem. Problem yako moja. I am whom I am. I'm everything that you need. I am everything that you need kwa maisha yako. Ukifika mahali utahitaji barabara, nitakuwa barabara. I am almighty, all everything that you need. Hello? Yes. So let us not limit our God to be Mungu wa kitu kimoja. Mungu wetu ni Mungu wa kila kitu. Na hangesema mimi ni Mungu wa kila kitu kwa njia hiyo, alisema tu I am, hiyo kitu nataka. I am, hiyo kitu nataka.
ni wewe utasema Mungu ni nani kwa maisha yako. Halo? Yes. Nani atasema? Ni wewe utasema. Si mimi, maana mimi sijui shida yako. Ni Mungu, ni wewe unajua Mungu unataka awe na nani. That's the name of the Lord, I am whom I am. Alafu semicolon, naenda mwambie wana wa Israeli, I am, you pause a little, you put your own name there, has sent me. Kwa yule ambaye alikuwa ni muoga wa safari, aliweka jina la Mungu pale. Anataka security, mwingine ni chakula inamsumbua, mwingine ni jua kali na kadhalika. Mimi sitembeagi na jua kali, nani atakuwa kivuli yangu? I am. Halo? Yes. Sasa tumalizie fungu lile letu kuu. Fungu letu kuu tulisoma gani? Genesis 15:1. Genesis 15:1. Genesis 15:1. inasemaje kwa Kiingereza? Aya, soma. Inasema, Yes. after these things, Yes. the word of the Lord came to Abraham. Yes. No, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward." Do you see the name of God there again? Mungu anasema yeye ni nani kwa Abraham? Mungu amesemaje yeye ni nani kwa Abraham? I am. Ulisomaje madam? I am your shield. I am the original ile neno tulipata kwa Exodus, unakumbuka? Sasa na ukumbuke Musa na Genesis, nani alikuwa wa kwanza? Ni Genesis ilikuwa ya kwanza kuliko hii Exodus ya Musa. Maana tulisoma ya kwamba hili ndio jina langu milele na milele, ni vile watu waona habari. Kwa wakati wa Abraham, Mungu anajiita namna gani? I am your shield. Kwa hivyo Abraham alikuwa anasumbuliwa na nini? Ndio Mungu ajiintroduce kwake kwa njia hiyo. Security. Alikuwa anasumbuliwa na security na nini tena? Na hasara ambayo alienda kaacha vyote. Hebu soma jibu liko pale, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako, koma na thawabu yako kubwa sana. Ndipo Mungu atamka hayo maneno na anampatia Abraham matumaini. Nini ilikuwa inasumbua Abraham? Losses. No losses there. Protection. What kind of protection? Hilo fungu pekee yake linajibu maswali. Nini inasumbua Abraham hapo? Ndio Mungu awe hiyo kitu. Halo? Yes. Nini inasumbua Abraham pale? Kama hamuna habari, soma verse 2 ndio itakupatia majibu sasa. Haya, soma verse 2. Verse 2 inasema, Yes. but Abraham said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless? So Mungu Abraham anasema sasa, Mungu kiniambia hiyo yote utanipa nini? Na mimi naenda bila mtoto. Oh, niki kazi bura Abraham leo niki. Number 1. Haya. Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami ninaenda zangu hali sina mtoto. Na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abraham akasema, tazama, huku nipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. So Abraham alikuwa na complain juu ya nini? Shida yake ni nini? Mtoto. Mrithi. Mrithi. So understand Abraham vizuri sana. He was a very rich person. Na amezeeka. You can imagine mtu mzee kabisa. Mali kwa wingi, maploti kwa wingi, ng'ombe kwa wingi, kondoo kwa wingi sana, pesa kwa wingi sana, na hana mrithi. Hiyo tajiri si ni mbaya? Uko na maploti mingi sana. Pesa ni mingi, kondoo ni mingi, ngamia ni mingi, na huna mtoto na umezeeka. Nikikiko ubora haki. Tudaku wale sasa nikikufa. Hii vitu yangu itaenda na nani? Abraham alikuwa anatamani sana security ya mali yake. Na dawa ya security ni mtoto.
wa kurithi Yeah. tena atoke kwa damu yake. So alitaka zawadi, alitaka neema, alitaka kubarikiwa na mtoto. Ndio nauliza sasa, utalipa nini? Zawadi iko wapi? Na Mungu anamwambia Abraham, wacha uoga, usiogope. Hiyo kitu nakusumbua ninajua. Mimi ndio zawadi yako kubwa sana, na mimi ndio nani? Security yako number 1 ni mimi. Abraham hakuelewa hiyo lugha ya Mungu ni gani. Sasa utalipatia nini na sina mtoto? Ni mtoto anakusumbua na kuambia mimi ndio huyu mtoto. Mtoto huyu ambao unamtafuta ni mimi, nitapeana, ni mimi. Security ambayo unataka ni mimi niko nayo. Zawadi ambazo tunahitaji ni mimi niko nazo. You can imagine. Zawadi ambazo tumekuwa tukiomba usiku na mchana ni Mungu wako na imagine. Zawadi ambazo tumekuwa tukitamani tupewe na Mungu, unaomba Mungu nisaidie, nibariki nipate. Usitamani kuangukia, hakuna kuangukia, sio pata potea, si ambayo inaanguka juzi ya pyramid scheme. Usingoje hizo. Zawadi za Mungu ni special. Yeye ndiye zawadi yetu. So hapa Mungu ameona kile kinasumbua nani? Abraham. Ni mtoto, ni security, ni mrithi. Okay. Mungu akaja kwa Abraham akamwambia, hiyo yote inakusumbua, wacha wasiwasi, usiogope. Mimi ndio hiyo kitu nataka. The great I am. Okay. Sasa tusome fungu lingine. Abraham alikuwa anaogopa future yake. Yeye ametajirika sana lakini hana security ya future, hana mtoto. So alikuwa anauliza, nani atakuwa security yangu? Na Mungu anamwambia, I am. Hiyo security unatafuta, I am, ndimi, nitakuwa. Nani atalipa mtoto? Ni mimi ndimi. Okay. Abraham aliamini Mungu na akamwachia hiyo shida yake yote. Soma Genesis 16. Genesis 16 verse 1. Yes. Now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. Endelea. So Sarai said to Abraham, see now, the Lord has restrained me from bearing children. Please go into my maid, perhaps I shall obtain children by her. Okay. Imetosha. Hiyo kitu ukisoma tu hiyo kidogo tu watu wameelewa nini inaendelea. So nini inaendelea hapo? Tumetoka chapter 1, tumetoka chapter 15, sasa tumeruka hadi 16. Abraham amengojea hiyo kitu, amechoka. Akaenda Sara akamletea mwanamke anaitwa nani? Hagar. Akamwambia, chukua huyu uzae na yeye upate mtoto, la sivyo tutakufa bila mtoto. Chapter 15 ilikuwa inasemaje? Usiogope, mimi ndio huyu mtoto unataka. Mimi ndio security yako. Usiogope, wacha kusumbuka akili. Alafu chapter 16 already Abraham amengojea na amechoka. Sio kujanganyikiwa. Mungu anakuambia wacha uoga, ngojea. I know, sijasahau. Mimi ndio hiyo zawadi unataka sana, mimi ndio huyo zawadi. Usiogope. Abraham akaogopa. Tena through the woman. Mwanamke ndio anakuja namletea Hagar. Hagar akalala na yeye, akapata mtoto. Sikia. Alifikiria Mungu amesahau. Akaamua hata ngoja Mungu tena. Sara akamletea Hagar. Abraham akamchukua. Point ambayo iko hapa ni nini? Wakati ambapo Mungu ako karibu kuleta hiyo baraka yake, wakati wa kungojea, wakati wa kuvumilia, the waiting period, watu wengi huanguka mtihani. Hello? Oria kai yenda ukakurathima. Nilio wale mlikukirereria. Hello? Yes. Unaweza kukufia hapa na maji iko hapa. Umeshindwa tu kujikokota kidogo tu ufike hapo ukute hiyo kitu iko hapo. So Abraham amengoja
mke akangoja zaidi ya kiasi, akachoka haraka. Mzee wao kuotali na mwana wewe. Utafanya nini? Leta nini? Sasa akalete Sara. So nani? Haga chukua Abraham mugeko kwa yako akachukua. Kuchukua during the delay. Mungu alipotokea baadaye alisikia aibu ya kutosha. Soma chapter 17 verse 1. 17 verse 1. Tukimbia tumalize. 17 verse 1, yes. When Abraham was 99 years old, Yes. the Lord appeared to Abraham Yes. and said to him, Yes. I am I am, Almighty God. yes, Almighty, all powerful. I'm everything God. I'm a God who is everything. All powerful. All knowing. Endelea. I am Almighty God. Walk before me and be blameless. Very good. Sikiliza, at 99 years. At 99 years, Mungu anamtokelezea Abraham, anamwambia Abraham, mimi ni kila kitu. Nakuomba kitu kimoja. Walk before me and be blameless. Abraham, mimi ndiye Mungu, the great I am. Nakuomba tafadhali Abraham, tembea na mimi na usijipake matope. Halo? Yes. Nimeona vile umejipaka matope na Haga huko. Na nimekuambia usiogope tangu mwanzo na usikii. Chapter 17 Mungu anamkumbusha Abraham, I am the Lord, I'm God Almighty, all powerful, all everything, who is everything that we need. Please Abraham, I have not forgotten about my promise. Walk before me and be blameless. Usijipake matope na usisahau vile tulioagana na wewe. Aya, soma 22 verse 1. 22 verse 1. Yes. Now it came to pass after these things that God tested Abraham, and said to him, Abraham. And he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burning offering, and on one of the mountains of which I shall tell you. Okay. So hapa kuna point nataka uunganishe vizuri. Hiyo ni chapter 17. Mungu anamwambia Abraham, please tembea na pamoja na mimi, tembea na mimi kila mahali, na uwe na uwe mwaminifu, na usijipake matope. Alafu baadaye Abraham anapata mtoto. Mtoto wa ajabu sana, mtoto mzuri. Wakafurahi kweli kweli kupata mtoto wao mwenyewe. Wakaanza kudharau mtoto wa Haga, wakamdharau, maana wamepata yao wenyewe. Sasa huyo wao mwenyewe ambaye alizaliwa at 100 years, kumbe Mungu anaweza kukubariki at 100 years. Na hajachelewa bado. Unangoja kubariki ukiwa kijana, unangojea, kumbe amepanga kubariki ukiwa mzee. Haya. Yes, anaweza kupanga kukubariki ukiwa mzee. Bado ujumbe ni moja. Please Abraham, sijakusahau, walk before me and be thou blameless. Tembea na mimi, I have not forgotten you. Sijasahau ahadi zako. Ninaona unazeeka lakini usisahau, I'm a faithful God. Na alikuja kubariki at 100 years. Ndio anapatia mtoto Isaac. Na baada ya kumbariki huyu mtoto Isaac, ndio Mungu anakuja katika chapter 22, huyo kijana ulitolea kafara ya kuteketezwa, ile ya kuchinja. Kwamba nawezi kuchinja kabla hujaua. Abraham anajiangalia, yeye ni mzee, na amepata mtoto uzeeni mwake kabisa, sasa mtoto achinjwe. Sikiliza, my point is very simple here. Mungu akipanga kukubariki kabisa, atakupatia mtihani kwanza. Na usipopita
ni shauri yako, na ukipita ni haleluya, mambo yako inakuwa bright future. Tunaenda shuleni kufanya mtihani, na ukipita mtihani wa KJSEA na hiyo nyingine inaitwaje? KPSEA. Ukipita hiyo mitihani yote, you brighten your future. Unaitwa mashule makubwa makubwa, mazuri mazuri, na unaenda ukipita, unaenda ukishine, ukienda kwa ma interview unachukuliwa. Lakini before uchukuliwe, mtihani kwanza. Hello, you must be tested first. Mungu alipanga kubariki Abraham kabisa, but before that aliamua kumjaribu. Oh yeah, hebu rudia verse 1. Genesis 22 verse 1 inasema, now Yes. it came to pass after these things that God tested Abraham, he said to him, After these things, hiyo story yote tumeongea huko nyuma. Mpaka apate mtoto, hiyo story zote, majaribu yote. Baada ya Abraham kupata huyu mtoto sasa Mungu anakuja kumjaribu na kile akipendacho sana. Kila wedete muno nike ukagerio nakio. Kile unachopenda sana ndicho Mungu atakubariki nacho. Unapenda nini sana? Pesa, utajaribiwa na pesa. Unapenda nini sana? Kazi, utajaribiwa na kazi. Siku moja utaambiwa kuja kazi siku ya Sabato. Maana unapenda hiyo kazi yako sana mpaka upatikane kanisani. Wale wanaopenda wanawake sana watajaribiwa na wanawake through wanawake. Wanaopenda wanaume sana watajaribiwa through wanaume. Wanaopenda sijui magari watajaribiwa magari. Wale wanaopenda sijui raha sana, mitego itakuja, mitihani ya kukujaribu. Mungu akubariki na njia gani? Narudia tena, before Mungu akubariki na formula yote ile, kwanza mtihani ndio ajue atakubariki na formula gani. Abraham was tested. Haya, soma tumalize hiyo sasa, tutamalizia hiyo story hapo. God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son Isaac. Take your son, which son? The only. Hii mafungu ambayo unasoma pale inaonyesha Abraham alikuwa anajifanya haelewi. That's why Mungu anamwambia kwa mkazo, take your Son. which son? Your only son. Which only son? Which Isaac? Your only son. Maliza hiyo mambo manne, iko kwa mambo manne hapo. Haya, take your Son. Your only son. Whom you love. Endelea. And go to the land of Mori. Sasa chukua mwanao gani? Isaka gani? Ili unapenda sana gani? Isaac. God became particular now. Anakuwa particular. Anamaanisha Isaac beyond doubt. Ili unaopenda sana. Na hapo mtike kuelekea dalili horo wao. Take your son, which one? The one you love so much. Gani? Isaac. Kotaoe. Sasa anajaribiwa kwa njia ajabu sana. Ufanye nini? Ukamchukue, enda naye kwenye mlima, nitakuonyesha, ukamtoe sadaka. Haya, soma haraka tumalize hiyo story. And offer him there as a burnt offering. Burnt offering, sadaka. Kumbe anajaribiwa through style ya worship and offering. Endelea. On one of the mountains of which I shall tell you. Endelea. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son. Continue. And he split the wound and burnt offering and rose and went to the place. Wakatafuta kuni. Wacha tusome na Kiswahili. Umekuwa mzungu na kuna washosho hapa wasikie na wao. Hebu soma Kiswahili. Abraham akachukua kuni, hapo. Madam atatuongelesha Kiingereza hapa, tutashindwa kushika maneno. Haya, soma. Kiswahili imeenda wapi ile dada? Kiswahili. Kumbe mlio Kiingereza tunakataa. Maito kidogo ni wake menya. Tuombe kidogo. Ndio kuiona na wewe wao ndio hivyo. Haya, soma Kiswahili. We, mumeenda wapi sasa? Genesis 22.
22 verse ulifika wapi? Verse 3. Soma, ulikuwa umeenda sana kuliko verse 3. Haya, verse. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake. Siku ya tatu Abraham, safari ya siku tatu, akainua macho yake akaona, akapaona mahali pakavu pakali mbali. Ndio. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda na mimi na kijana. Wafanyikazi, kaeni hapa nyinyi na punda. Na mimi na kijana tutakwenda kule. Mimi na kijana tutakwenda kule. Tutaenda kule tukaabudu. Worship. Na kuarudia tena. Na tutarudi baada tukimaliza ibada. So mtihani wa Abraham ulikuwa ni mtihani wa nini? Worship. Wa ibada. Worship, how do you love me? And the way we love God is strongly expressed by the way we go to church. Worship, mtihani wa ibada. Haya, endelea Kiswahili. Isaka basi Ibrahimu akazitoa kuni na hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake. Isaka akamuuliza baba yake Ibrahimu, akinena, babangu. Baba. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Niko hapa. Akasema, tazama moto upo. Moto iko. Na kuni zipo. Lakini yuko wapi mwanakondoo? Mwanakondoo wako wapi? Kwa sadaka ya kuteketezwa. According to Abraham, nani alikuwa kondoo? Isaac. Ni Isaac. Mtoto anauliza kondoo iko wapi? Iko wapi? Na Isaac ana habari kondoo ni yeye. So mtoto si mjinga, wakasonga mbele tu. Hebu soma. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ndio. Ibrahimu akajenga madhabahu huko. Abraham amejenga madhabahu. Unajua madhabahu unainua ground kwa mawe, inakaa kama meza kubwa. Unajenga madhabahu, unapanga mawe vizuri, inainuka kama meza mpaka unapotoa kafara umesimama vizuri. Endelea. Akaziweka tayari kuni. Akatandika kuni kwa hiyo meza ya mawe. Kisha akamfunga Isaka mwanawe. Isaac kufikia hapo amegundua kondoo ni yeye. Na akasema kama kondoo ni mimi hakuna haja kutoroka. Hii kitu ni ya Mungu, nisitoroka si atanikamata. Hakutoroka, hakuleta drama. Akamweka juu ya madhabahu. Akamshika na mwekelea juu ya madhabahu. Juu ya zile kuni. Alafu Ibrahimu akanyosha mkono wake. Akanyosha mkono juu. Akakitoa kisu. Akachukua kisu ili amchinje mwanawe. Ameinua kisu namna hii, angalieni hapa. Ameinua mkono, ainue kisu, ameshika vizuri, akate mtoto ambaye amelala juu ya madhabahu. Akate auwe ndio aakishe moto. Na mtoto anaangalia tu baba, deja kupe ni nyuma hapo ninadoraje na baba. Hayo ni sawa tu baba. Kama ni Mungu alisema, Mungu na inuliwe na tukuzwe. Abraham alikubali kwa kafara ya Yesu. Abraham alipokuwa ameinua hivi, Mungu alifanya nini? Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akasema. Malaika wa Bwana akamuita kutoka juu mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Mimi niko hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako. Don't. Alipokuwa ameinua kisu namna hii na alikuwa very serious, hebu inua mkono yako juu. Inua mkono wako juu wewe. Inua mkono juu kabisa. Abraham alipokuwa ameinua hivi, Mungu akashika mkono, usikate mtoto. Alipomzuia alisema maneno ya ajabu sana, tumalizie samuni yetu hapo. Mungu aliposhika mkono wa Abraham na akamwambia Abraham, stop! Tiga, wacha. Alisemaje? Soma. Usimnyoshee kijana wako mkono. Usimnyoshee mtoto hiyo kisu. Wala msimtende neno. Usimkate. Kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Bwana. Very good. Kwa maana sasa ninajua unanipenda. Kwa Kiingereza sasa madam. Iwapo hukunizuia mwanao. Iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee na huna mwingine, ni huyu tu, na ukaniletea na ukainua kisu juu kate, nimejua leo ni dhamana. Diko ibere. Hello? Yes. Kiingereza nasemaje?
verse 12 or 13. Wewe mahali tumefika 12. And he said, do not lay your hand on the land Yes. or do anything to him. Yes. Now I know that you For fear now God. I know. For now I know. For now I know. Leo ni damenya. Meaning mbeleni ilikuwa ni mchezo. Mbeleni sikuwa na habari kamili. Sasa nimeona ni damenya unanipenda na kwa hivyo harusi itaendelea. Halo? Yes. Siku ile wacha nisiongee sana mambo ya family. Sasa nimejua unanipenda. Sasa kule kitu nitakunyima kwa hii nyumba. ATM ndio hii. Pin number ndio hii. Hii ni gari ndio hii. Title ndio hii. Uliko kubeba tena na koti kila saa. For now I know. Huko hapo tu hakuna wewe. Sio ni family. Turudi kwa Abraham. Alexander, siku ile mke wako atajua unampenda kabisa. Utaona mambo ibadilika completely. This is the family life. Now Mungu ametest huyu mzee. Mpaka Mungu akaona, nimeona huyu mtu ananipenda. Yaani mtoto aliyemzaa at 100 years ameniletea anipatie yote na hana ingine. It's simply because mimi nimesema. Abraham alifaulu mtihani. Na Mungu akasema, amen. Kikuu inasemaje? Mahali tumefika. Tunamaliza somo yetu. Au pele kwa haraka au ugire ni hindi ndamenya. Akimwira atĩrĩ, ndũkahutie kĩmwana kĩu na guoko gwaku. Ndũkahutie kĩmwana kĩu na guoko gwaku. Tiga, stop. Ndũgagĩke ũndũ ona ũrĩkũ. Rĩu nĩ ndamenya atĩ. Rĩu nĩ ndamenya. Tondũ ndũnarega kũruta mũrũguo waku wa mũmwe arĩ igongona. Rĩu nĩ ndamenya. Sasa nimejua. God would want to know. Huyu mtu before nimbariki, wacha nione kama atapita mtihani yangu. Na nataka kujua nitampatia baraka kiasi gani. Kwanza mtihani wa kupima huyu anafaa nini, apewe nini, huyu apewe nini, mtihani kwanza. Abraham akapita na Mungu alipojua akamfanya rafiki wa ajabu. Soma Kiswahili tumalize sasa. 13. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia na tazama kondoo mume yuko nyuma yake. Ndio. Amenaswa pembe zake katika kichaka. Yes. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ndio, Mungu ameleta kondoo. Nani atakuwa kondoo wa kafara? Mungu ameleta kondoo yeye mwenyewe. Yeye ndiye kondoo wa kafara. Yeye ndiye kondoo wa pekee. Ndio akaprovide kondoo. Soma. Ibrahimu akapaita pahali hapo Yehova Yire. Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova Jire. Endelea. Kama watu wasemavyo hata leo. Ndio. Katika mlima wa Bwana itapatikana. Yehova Jire means katika mlima wa Bwana. Hiyo kitu unatafuta itapatikana. Hello. Amen. Hapo nitomalizia. Kondoo alitokelezea mahali pale. Akaambiwa wachane na mtoto, chukua kondoo. Abraham kuangalia kondoo mzuri, ametoka wapi? Abraham akasema, devia kanitha hindi ciothe tondu kuu kanitha-ini kirima-ini kia Ngai kiria ndirenda kitakuwa kinapatikana wapi? Huko. Bwana asifiwe. Amen. Na akasema siku zote kama muna habari katika mlima wa Bwana, katika nyumba ya Bwana, kile ambacho ninakuwa ninahitaji, maombi yangu upata kujibiwa nikiwa katika mlima wa nani? Wa Bwana. Na akasema katika mlima wa Bwana hiyo kitu itapatikana. By the way, hiyo lugha ni gani umesoma? Inasema katika mlima wa Bwana. Hebu soma hiyo statement vizuri. Ibrahimu akapaita pahali hapo Yehova Yire. Kama watu wasemavyo hata leo. Katika mlima wa Bwana itapatikana. Nini? Hiyo ni shauri yako ujaze. Abraham hakuweka vizuri particular nini itapatikana. Kulingana na shida ya Abraham yake ilipatikana wapi? Hapo. Nini alikuwa anahitaji ni kondoo. Na katika mlima wa Bwana hiyo kondoo unataka sana itapatikana. Itapatikana. Yes, you go to the mountain of the Lord.
na hiyo kitu unatafuta sana itapatikana wapi? Hapo. That's why I love this church so much, because katika mlima wa Mungu hiyo inayonisumbua itafanya nini? Itapatikana. God created a church whereby he himself will be coming to bless his people, and whatever his people are missing, they will get it there. They will get it there. Come and pray over your success. Come and pray over your future. Come and pray over your project, because kwa mlima wa Bwana hiyo kitu inakusumbua itapatikana. That's why this church is very, very special, and all worship is very, very important. Ujisomee Genesis 12 verse 1 to 3. Yeah. 12 verse 1 to 3. Mungu anamwambia Abraham, nitakubariki nawe utakuwa baraka kwa watu wengine. God wanted to bless Abraham. He wanted to bless Abraham until Abraham atakuwa supplier, atakuwa wakubariki watu wengine, atakuwa wakupeana. So anamwambia Mungu anamwambia Abraham, unajua nini? Nimepanga nikubariki nawe utakuwa baraka, utakuwa supplier ya baraka. But before Mungu afanye Abraham kuwa supplier ya baraka, ndio tukasoma mtihani kwanza. Na alipopita mtihani, Abraham alijikuta amebarikiwa kweli kweli. Hello? Yes. Katika mlima wa Bwana maliza itapatikana. Nini itapatikana? Hiyo kitu nataka wewe mwenyewe ndio unajua ni nini itapatikana. It's a general term. It will be provided.